Unajua, mimi naitwa Amina. Sijawahi kuamini katika hadithi za kutisha. Sijawahi kuamini katika mizimu, wala katika ishara, wala katika watu wanaosema. Nilijua kulikuwa tu na kitu kibaya. Lakini usiku ule Ijumaa, usiku ambao mvua ilianza kunyesha, usiku ambao jirani yangu mpya aliwasili kwa mara yake ya kwanza, sikujua ni nini hasa, lakini nilijua ni kawaida tu. Lakini pia naomba unisamehe kama hadithi yangu haina mpangilio mzuri. Bado sijapata utulivu wa kutosha kuisimulia hii hadithi vizuri, lakini inahitaji kusemwa tu, na kwa sababu kama sitaisema mimi, hakuna mtu mwingine atakayeisema. Mimi naishi gorofani. Naishi gorofa namba 5 katika jengo la zamani sana huko Kariakoo. Jengo letu halina jina zuri. Wenyeji tunaliita jengo la Mzee Omari. Kwa sababu yeye ndiye alinunua hilo jengo miaka mingi sana iliyopita, lakini alikufa kabla hajamaliza kulijenga. Wengine wanasema roho yake bado inalinda hilo jengo. Mimi niliwahi kusema hivyo, nikaona ni upuuzi tu. Lakini jirani yangu wa chumba nambari 6, chumba kilichoko upande wa kulia mwangu, ukuta mmoja katikati yetu, alikuwa wazi. Mwenye nyumba Bi Halima alikuwa anasema inatafuta mtu sahihi. Mimi sikuuliza zaidi. Ijumaa hiyo nilikuwa nimechoka sana na kazi. Ilikuwa ngumu sana, maana bosi wangu alikuwa amenipigia simu mara 7 siku hiyo, mara 7, na nilikuwa nimekula tu mkate wangu mmoja tangu asubuhi. Njaa ilikuwa inaniuma, ila niliwasha jiko la gesi, nikachemsha zangu chai, nikaketi mezani, na karatasi zangu za kazi zilikuwa mbele yangu pale. Basi saa 9:30 usiku ndipo nilisikia kitu ambacho sikujua ni nini, lakini nikakipotezea, nikaendelea kulala zangu. Sasa nilisikia kitu kizito kinachoburuzwa kama mfuko mzito hivi wa mchanga, lakini polepole zaidi, kwa makini zaidi. Kilikuwa kikitokea kwenye ukuta wa chumba changu, na nilianza kutetemeka kidogo, maana sikujua ni nini. Hata mkono wangu ukawa unahisi kupita, kama unahisi kitu hivi. Sema niliwaza, jirani yangu mpya si amewasili, atakuwa labda wanabeba labda vitu huko, labda visahani nini. Kwa hiyo sikuwa tana hofu. Lakini ilikuwa saa 9:30 usiku, na hakuna sauti ya miguu, hakuna mazungumzo, hakuna labda mtu kusema labda anapumua, lala kupumzika, au kusikia labda weka pale weka huku. Hakukuwa na hicho kitu, isipokuwa tu sauti ile moja ya mzigo ilikuwa tu ikiendelea kuburuzwa taratibu, na nilikuwa ni polepole sana, kisha ikasimama ghafla. Kimya kikawa kikubwa sana. Nilijaribu kuendelea na kazi zangu bana, nikaona mambo hayanihusu. Nikajisemea, Amina, wewe ni mtu mwenye akili bwana. Jirani mpya tu atakuwa anapanga vitu vyake huko, si unajua mpangaji tena kisha kuwa mpya. Kwa hiyo nikaona si ajabu watu watakuwa na beba zao vitu wakati unajua tena uhamishaji wa kimaskini, watu wanahamama sana usiku, kwa watakuwa wamekosa bei ya kuchukua lori. Kwa hiyo wameamua wenyewe kufanyaje, kusambaza tu, kuvileta tu. Basi nikaendelea tu kunywa chai yangu, zeni nikachukua karatasi zangu ambazo zilikuwa mbele yangu pale, nikaendelea kuzisoma. Lakini dakika 10 zikapita, kisha nikaanza kusikia vitu vikianza kugonga, yaani kama kitu kizito hivi au mtu akianguka ukutani. Mkono wangu ulitetemeka, chai ilikuwa na kunywa ikamwagika mezani. Nilisimama haraka, mwangu ukipiga kwa nguvu ambazo sikuzitegemea. Baada ya sekunde chache nilisikia kitu kingine. Nilisikia kilio. Hiki kilikuwa kilio cha nguvu, alafu kilikuwa si kilio cha mtu anayeumia labda.
yani kilikuwa kilio kidogo hivi kilichozingirwa kama mtu anayejaribu kusikia yani, lakini yani niko sikielewi kile kilio kwa kweli. Yani kama mtu ambaye ameambiwa asilie alafu ndo ile ananyamaza kulia. Hivyo nadhani utakuwa unanielewa hapo ndugu msikilizaji. Basi nilisimama pale pale kwa muda mrefu sana. Miguu yangu haikutaka hata kusogeza hata hatua. Akili yangu ilikuwa kama vile ina vitu viwili kichwani mwangu. Yani niende nikaangalie, nyingine niambia usijali, uendelea tu na shughuli zako. Lakini nilichagua la pili. Nilikaa tena, nikajifunika kwa shuka. Lakini nikasema ngoja nifanye tu, nipitie karatasi zangu hizi nizihesabu. Unaona? Kwa hiyo katika akili yangu nilijaribu kulala, lakini nikaona saa 11 nishakaribia. Nikisema nilale tunapitiliza kazini. Lakini usiku ule ikabidi tu nilale hata kidogo. Nilipolala kidogo tu niliota chumba cheusi, chumba ambacho kilikuwa ni cha nambari 6, kile cha jirani yangu, lakini kilikuwa kikubwa zaidi. Ndani kulikuwa kama nje, na katikati ya chumba hicho kulikuwa na kiti cha mbao cha zamani, na juu ya kiti hicho kulikuwa kuna picha ya mwanamke, yani mwanamke ambaye sikumjua ni nani, lakini angalia tu. Niliamka saa 3 ya asubuhi. Moyo wangu ulikuwa unapiga sana kwa kasi. Niliona mwanga mdogo ukinimulika, lakini ilikuwa ikiniangaza juu yangu, na ilikuwa ikimulika juu ya ile jengo. Nikasema au alikuwa akiniangalia mimi huyu mtu? Ngoja tu niamke. Kisha asubuhi niliteremka zangu chini kupata mkate wa asubuhi. Sasa njiani nilipokuwa nikiteremka pale kuna kile chumba namba 6, nikajaribu kukichungulia kwanza. Yani kilikuwa kimefungwa. Lakini kilikuwa kama kulikuwa kuna mpangaji, lakini chini ya mlango kulikuwa na mstari mwembamba wa damu, iliyokauka hivi. Kisha kilichonishangaza zaidi si hiyo mstari, ila kilichonishangaza ni mlango ulikuwa umefunguliwa. Asubuhi hiyo kidogo tu, sentimita 2 au 3 na ndani, kabla sijaona kitu chochote kile, niliona kitu kimoja tu, kiatu kimoja cha mwanamke kilichokuwa kimeachwa pale. Sasa nikajiuliza kana kwamba mwenye kiatu alikimbia au alichukua kimoja. Nikapotezea. Lakini jina la jirani yangu mpya nilijua baadaye. Alikuwa akiitwa Zawadi Mrisho. Yes, umri wake ni kama miaka 26 hivi. Alitoka Tanga, alifanya kazi ofisi mahali fulani mjini huko. Lakini pia hakuna aliyemuona akiingia jengo letu, na hakuna aliyemuona akitoka. Sasa hii ndio sehemu ya kwanza ya hadithi yangu. Usiku ule ulianza kitu ambacho bado hakijaisha, lakini pia nitaendelea wiki ijayo. Usiache kusubscribe na comment ili uwe wa kwanza kupata simulizi yangu. Naitwa Amina. Tukutane mpaka wakati mwingine. Na niseme bye. Uwe na wakati mwema. Bye bye.